DJ wape burudani kidogo. Asante sana. Tukae sasa. Tumechangamka Mmechangamka Kama mmechangamka piga kelele. Asante sana. Darasa la kwanza wanakuja na mavazi mbalimbali na wamejipanga, wamependeza, wanawaka watoto oye. Tutawapigia makofi, ndelemo na vigeregele. Wataingia kama ifuatavyo. DJ tende kazi. Tunaanza na vazi la usiku. DJ mlete. Tende. Watembeze kwenye red carpet ili tupate na video nzuri madam. Wasogeze kwenye red carpet. Sijasikia makofi na vigelegele. Ni vazi la usiku, wewe unaona linawaka. Twende. Wazazi tuongeze vigelegele. Huyo ni mwalimu. Anaenda sasa kutoa vipindi darasani. Walimu oye.
Jamani, wana Simba wana kiherehere. Kwani hawajui kama Mohamed Hussein yuko Yanga? Au tuwatumie barua tuwaambie kwamba Mohamed Hussein tunaye Yanga? Wana Yanga we! Wana Simba we! Asante sana. Unaambiwa kwenye kila jambo kuna pea, si ndio Hata macho yako mawili aliko moja. Sasa hivi wataanza kwanza kuingia wawili. Anaingia daktari pamoja na nesi wa zamu. Daktari yuko serious kweli. Yaani anaangalia na kisha anachukua kila kitu. Hakuna Mungu kama wewe ya
wanajeshi. Tuwaambie kwa sauti. Haya DJ, tuanze na wananchi. DJ walete wananchi. Mimi mwenyewe ni mwananchi. Haya, nataka niwaone sasa wana Simba mlivyoinuka na vibe lenu. Mje nalo mahali hapa. Wana Simba! Mnamjua Simba? Ana nini nyingi? Mnamjua Simba? Ana upiga mwingi? Haya DJ walete wana Simba. Mnamjua Simba? Mnamjua picha mnyama. Mnyama. Waita mnyama. Mnyama. Wataka upiga, wataka upiga hapo. Mnyama. 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 Wana Simba kwa wapi sasa? Mnyama. Unajua Simba? Taifa mnyama. Umoja mnyama. Peperusha mnyama. Wavikombe vingi mnyama. Kimataifa mnyama. Anaupiga mwingi mnyama. Kamatia, na ninavyowajua na Simba hawana hela. Kwa ninavyoona tu Yanga washapiga bao. Wananchi! Bado sijasikia wananchi. Hebu tuseme wote GSM. 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 Asante sana. Sasa nyie Simba huwa mnasemaje? Hamna. Tulia uone wananchi wanavyokuja. Madamu uko wapi? Eti hizi hela Simba simefeli. Hamna. Eti Yanga kuvano wewe hiyo.
Mwalimu weka boksi hapo, wazazi wote tutunze sehemu moja wazazi wote tutunze sehemu moja. God's #1 DJ on the ones and twos. My darling. Basi naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha mkuu wa shule ya Mwadui Sekondari kwa ajili ya kuweza kutoa salamu. Lakini baada ya hapo nitamkaribisha mzazi wa kiume aliyeandaliwa kwa ajili ya kutoa salamu. Na mwisho kabisa tutamaliza na mzazi wa kike aliyeandaliwa kwa ajili ya kutoa salamu. Mwalimu mkuu, karibu. Wachungaji, lakini meza kuu kwa ujumla, Mheshimiwa wazazi wa wahitimu, wageni waalikwa, wanafunzi pamoja na wahitimu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwanza kabisa kwa niaba ya mkuu wa shule ya sekondari Mwadui au Mwadui Lutheran, tunapenda kutoa pongezi kwa uongozi wa Agape Primary kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kulea watoto. Natambua kazi ya kulea mtoto si kazi rahisi, lakini wanafanya kila namna kuweza kuhakikisha watoto wanapata malezi bora. Pongeze sana walimu kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya kuwalea watoto. Walitangulia kusema wenzangu, kazi ya kulea mtoto ni kazi ambayo inahitaji moyo, na wengi wote tulishuhudia hapa wakiwa wanaingia wale watoto wadogo. Pale ndio unaweza kuona kazi ya walimu inahitaji moyo. Wakati mwingine kwenye mtihani unaweza ukampa mtihani akafanya mtihani akamaliza akachana na mtihani, lakini mwalimu inahitaji uwe na moyo. Kwa hiyo pongezi sana kwenu, na mimi niungane na mdhibiti bora. Agape Primary ni moja ya shule zinazofanya vizuri, na sisi tukiwa washirika wa shule hii tunapokea wanafunzi wengi wanaohitimu hapa, na ni kweli kabisa watoto hawa huwa wameandaliwa vizuri kimaadili, kiroho na kitaaluma. Kazi yetu huwa ni nyepesi tu, baadaye hapo nitasema. Kwa hiyo walimu, hongereni sana kwa kazi hiyo. Lakini pili, pende kuwashukuru pia uongozi wa Agape Primary kwa ushirikiano wenu mzuri. Ndio na primary na Mwadui sekondari ni kama kaka na dada, au ni kama mtu na mdogo wake. Linalofanyika hapa nasi kule linafanyika. Tunashirikiana vizuri sana kuandaa watoto na kuwalea watoto hawa kinizamu, kiroho na kitaaluma. Tunawashukuru sana na tunaomba tuendelee na ushirikiano huo. Kwa shule amenituma niyafikishe haya kwa sababu mmekuwa wadau wetu wazuri sana. Lakini nyingine bado litakuwa na mwisho, pende kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wanafunzi wote wanaohitimu masomo yao hii leo, lakini pia kuwatangazia wazazi tunayo shule yetu nzuri ya Mwadui sekondari au Mwadui Lutheran kwa ajili ya kumlea mtoto wako aliyeandaliwa vizuri. Kama nilivyotangulia kusema, wanafunzi tunaowapokea hapa huwa ni wanafunzi wazuri sana, na mkuu wa shule amenituma hili niwafikishie wazazi kwamba kwa wanafunzi waliosoma Agape Primary waliomaliza darasa la 7, basi tunawapunguzia ada yetu ni shilingi milioni 1.8 kwa boarding, lakini kwa mwanafunzi aliyesoma Agape atalipa shilingi milioni 1.5 tu. Ile shilingi 300,000 mzazi unaweza ukaendelea kumtunzia kidogo kidogo mtoto wako, basi atakavyoendelea kule atakuwa na salio la kutosha. Hata kama akikosa mkopo, basi atakuwa na hela ya kujikimu na kuendelea na maisha mengine ya shule, tukiamini ya kwamba mwanafunzi atakayejiunga nasi atafaulu. Kwa mfano, mwaka jana tulikuwa na wanafunzi 97, wanafunzi wote walifaulu na wote walichaguliwa kuendelea na kidato cha 5 na 6. Kwa hiyo niwakaribishe sana sana wazazi, wanafunzi kwa ajili ya kujiunga na shule yetu. Nafasi tulizo nazo ni kwa form 1, form 3, form 5 na form 6 kwa combination za PCB, PCM, HGL, HGK, HKL pamoja na PGM. Combination ambazo tunazo na tunaendelea kufanya vizuri sana kitaaluma kwa masomo kwa kidato cha 6.
Lakini tunazo nafasi za pre-form 1. Wanafunzi hao wanaohitimu wameongea Kiingereza vizuri sana hapa. Na mzazi, malezi ya mtoto nahitaji umakini kweli. Kwa miezi kadhaa hii atakayomaliza, usipomwangalia vizuri, basi baadhi ya mambo yanaweza yakapungua. Basi mimi niwakaribishe, tunayo pre-form 1 kwa Mwadui Sekondari. Gharama yake ni shilingi 1,500 kwa boarding kwa mwezi. Lakini kwa wanafunzi wanaotoka Agape, mkuu wa shule ameniambia pia watakuwa na punguzo. Badala ya shilingi 1,500 kwa mwezi kwa kukaa boarding, basi itakuwa ni shilingi 100,000 tu. Kwa hiyo na atakaa boarding na ataendelea na maisha yake, na vipaji vitaendelezwa vizuri kama ambavyo wameonyesha hapa. Kama nilivyotangulia kusema kwamba Mwadui Sekondari na Agape Primary ni kama mtu na mdogo wake. Kwa hiyo niwakaribishe sana Mwadui Sekondari, na fomu zinapatikana katika kanisa lolote la KKKT lililopo karibu na wewe. Makanisa yote wewe muombe tu mchungaji, naomba fomu ya kujiunga na Mwadui Sekondari. Utapata fomu na tutakukaribisha sana. Asanteni sana, na asante sana mkurugenzi, na hongereni kwa kazi nzuri. Mungu awabariki sana. Asante MC. Asante sana, naomba. Asante sana ndugu mgeni rasmi, mwenyekiti wa bodi ya shule ya Agape pamoja na jopo lako zima, maneja wa shule, mkuu wa shule pamoja na timu yako nzima, wachungaji na maaskofu kama mpo, wanafunzi wote wa Agape, wazazi pamoja na wadau mbalimbali wa Agape. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi mimi nimepewa nafasi moja tu, na mimi nitaitumia hiyo nafasi kwa dakika chache. Lakini awali ya yote nimshukuru Mungu ambaye ametupa kibali cha kuweza kukutana mahali hapa kwa ajili ya hafla hii ya watoto wetu ambao wanahitimu standard 7 pamoja na wale wa P1. Baada ya kuwa nimemshukuru Mungu, ninazileta sasa salamu za wazazi, hasa wa kiume kama MC ambavyo amesema. Wazazi, niseme kwamba tunaridhishwa na tunafurahishwa na huduma ambayo inatolewa na shule hii ya Agape, na hongera hizi ziwafikie walimu ambao wanawalea watoto hawa katika maadili mema. Ndugu mgeni rasmi, kulea watoto sio kazi nyepesi, na ikumbuke kwamba hapa tuna watoto ambao bado ni wadogo sana, lakini walimu wetu wanajitahidi kuhakikisha kwamba watoto hawa wanalelewa, na sisi tuna imani nao, na ndio maana tunaendelea kuwaamini kuwapa watoto wetu ili waweze kuwalea. Mungu awabariki walimu, na tuna imani kwamba watoto hawa watakuwa ni kielelezo na mabalozi wazuri huko wanakoenda, wanapokwenda sekondari, vyuoni, na baadaye wataporudi mtaani. Tunaamini kwamba wataiwakilisha vema shule hii yetu pendwa, pamoja pia na wazazi kwa ujumla, kwa jinsi ambavyo walimu mnawalea watoto hawa. Mungu awabariki, muendelee kuwa na moyo huo. Lakini pili, ni washukuru pia wanafunzi ambao mmekuwa na uvumilivu
mna miaka 7 sasa mko mahali hapa. Ninaamini jambo hilo sio jepesi, lakini kwa kuwa Mungu amewasaidia kushirikiana na walimu pamoja na wazazi, hongereni sana. Hii ni hatua moja, lakini ziko hatua nyingine zaidi ziko mbele yenu. Muendelee kuwa na mioyo hiyo ya usikivu ili muweze kufikia hatima njema kwenye maisha yenu. Lakini baada ya hapo pia ni washukuru wazazi sana ambao tumewaamini watu hawa. Najua kuna kuwa na kurukushani za hapa na pale, lakini niendelee kuwashukuru wazazi na kuwaomba kuendelea kutoa ushirikiano mkubwa kwa shule yetu hii ili iweze kufanya vizuri na kutoa huduma iliyotukuka kwa watoto wetu hawa. Tuliwasikivu kwa walimu na walezi wengine ambao wanalea watoto hawa, maana tumewaamini. Ukimpa mtu akulelee mtoto lazima uwe umejiridhisha, yaani huna wasiwasi kwamba mtoto yuko kwenye mikono salama. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba watoto wetu wako kwenye mikono salama. Mimi ni shahidi wa hayo. Nina watoto 3 hapa. Ninajua namna wanavyolelea na maadili yao ninayaona kadri yanavyokwenda. Kwa hiyo wazazi, tuendelee kuungana pamoja ili kuweza kuwapa watoto wetu elimu ambayo ni bora. Na baada ya kusema hayo, kwa niaba ya wazazi wa kiume, nipende kushukuru pia watu wote, Agape ina wadau, lakini pia pamoja na bodi ya shule ambao ndio wanashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba shule inaendelea kwenda mbele. Muendelee kuwa na moyo huo. Kuna wakati wazazi tunafanya ndivyo sivyo, mtuvumilie. Kuna wakati ada zinasumbua na vitu vingine, lakini tunahakika kwamba tunamaliza. Kishaona mzazi amekiri kumleta mtoto hapa, ana nia ya ndani kwamba mtoto wangu atasoma na hivyo atapambana. Kwa hiyo muendelee kuwa na mioyo hiyo ya subira na kweli mnatuvumilia. Mungu awabariki katika hayo. Baada ya hapo, niwatakie watoto masomo mema na maandalizi mema ya mitihani. Najua mnajiandaa na mitihani. Tunaombea afya njema kwa Mungu aweze kuwasaidia ili mnapokwenda kwenye mitihani yenu muende mkiwa na afya njema na akili timamu. Na baada ya kusema hayo, mgeni rasmi, ni washukuru watu wote na niwatakie sherehe njema, na muendako nyumbani huko mtufikishie salamu kwamba wazazi walio na watoto hapa Agape wana wasalimu. Mungu awabariki sana. Karibu kwa ajili ya kutoa salamu. Asante DJ. Bwana Yesu asifiwe. Tuna neno moja tu mbele za Mungu kusema asante. Kiukweli Mungu amekuwa ni sababu ya kutusaidia, ya kuisaidia shule yetu pamoja na uongozi mzima kufikia hapa walipo. Mimi ni shahidi juu ya mambo haya. Nimekuwa na watoto mahali hapa, wengine wamefanya vizuri, wako vyuo vikuu, wengine wamemaliza form 6 wana matokeo mazuri. Hii ni kwa sababu wanajua kumcha Bwana, wamelelewa katika misingi ya kiimani. Na kwa sababu hiyo, mzazi uliyemleta mtoto Agape, hujakosea njia. Umemleta mahali sahihi ambapo mtoto huyu akishafunguliwa ufahamu wake katika namna ya kumjua Mungu, ni rahisi maarifa mengine kupenya kwa haraka. Lakini mimi nina neno moja kwa ajili ya uongozi mzima wa Agape. Asanteni kwa mema yote mnayofanya juu ya jamii inayotuzunguka. Lakini niombe watoto ambao mnahitimu leo, msiache kumtumaini Mungu. Kumbuka tarehe 10 na 11 mtakuwa kwenye vyumba vyenu vya mitihani. Cha kwanza
kwanza mtangulizeni Mungu ili awasaidie. Ni kweli walimu wamefanya kwa nafasi yao, wazazi wametimiza wajibu wao, kwa sababu mzazi ana nafasi ya kutimiza ndoto za watoto. Lakini niwapongeze wazazi wote kwa jinsi ambavyo wamesimama na wazazi na watoto hata kuwafikisha kwenye ndoto zao. Hatimaye leo tunaona watoto hawa wanakwenda kuhitimu. Mimi niseme watoto wetu wazuri, mema yote mlioyaona Agape, elimu yote mliopewa na walimu, kayazingatieni, maana huu ni msingi bora. Misingi kikaa salama, kila kitu kitakuwa vizuri. Mema mliofundishwa, ufahamu mliopewa, niombe mkaufanyie kazi. Hatimaye tuone Agape ikipata wastani wa daraja la kwanza, daraja B tulitaki. Lakini niombe wa mama mlioko mahali hapa, msiache kuomba, maana kazi ya mwanamke ni kulinda watoto, kulinda wazazi, hatimaye tupate kumuona Mungu. Mungu awabariki sana. Basi baada ya maneno mazuri kabisa kutoka kwa mama, na imani watoto wamesikia. Maandiko yanasema mshike sana elimu usimwache. Amina. Basi na nyinyi tunaamini kwamba tarehe ya mtihani utaanza na Mungu na utamaliza na Mungu. Barikiwe sana, mwende mkafanye vizuri. Basi baada ya kusema hayo, ninaomba sasa nilete kikundi cha traditional dance.
kamatia kidogo. Naomba ndugu zangu wazazi, turudi wote. Kila mmoja anataka kushuhudia hii. Ndio maana na watoto hawapati hela. Mmewaziba. Tukae tutulie. Hapo bado hamjakaa. Hapo bado wale wakule wanalalamika waone. Haya, DJ twende. Abaya
Center in Kahama Municipal, one of the 5 districts in Shinyanga region in Tanzania. May we have a moment of silence for the late former Speaker of the National Assembly, Honorable Job Yustino Ndugai. Wanatoa heshima kwa ajili ya aliyekuwa Spika wa Bunge Job Ndugai, na wakati wanaendelea kutoa hizo heshima, naomba nitoe marekebisho kidogo. Sio bunge, hapa ni baraza la mawaziri ambao wamealikwa masuala ya uchaguzi unaokuja kwa 2025. Kwa hiyo nimerekebisha kauli, sio bunge. Thank you. Ministers, the audience expects to hear much from you. In a special way, we recognize the presence of the Permanent Secretary of Information, Culture, Arts and Sports, Honorable Jenny Sina. The Permanent Secretary of Information, Culture, Arts and Sports, and the Chief Government Spokesperson of Tanzania, Honorable Garrison Msigwa. Minister for Regional Administration and Local Government, Honorable Mohamed Mchengero. Minister of Finance, Honorable Dr. Mwigulu Nchemba. Amewakilisha kweli kweli na bendera yake haiachi popote anapokwenda. Minister of Natural Resources and Tourism, Honorable Pindi Chana. Minister of Internal and External Affairs, Honorable Mahmoud Thabit Kombo. Minister of Home Affairs, Honorable Innocent Bashungwa. Minister of Community Development and Gender, Women and Special Groups, Honorable Dr. Doroth Gwajima. Minister of Health, Honorable Jenista Joaquim Mahagama. Thank you. Huo ulikuwa unaendelea ni utambulisho wa mawaziri waliohudhuria. Kwa tuendelee kuwasikiliza, tutakuwa tunatafsiri kidogo kidogo. So unajua Kiingereza cha Nyogo Sekondari sio sawa na cha Agape. Our ministers, keep in mind that we will be live, and my goal is to keep you informed and engaged that our reporters will be live in Shinyanga, Mwanza and Dar es Salaam. May we hear from you, reporters are here, if you can catch us from the studio. Thank you, Miss Juliet. We are live here in Shinyanga region, and let us keep waiting. When the time comes, we shall be in the street getting the feedback from citizens as Tanzania gears up for its general election this year. Thank you, Miss
Dakia. Thank you, the former speaker, for this opportunity. And let me use this opportunity to ask the question to the government spokesman, Dr. Harrison Msigwa. And the question is, Tanzanian youth defenders, individuals between the age of 15 to 35, approximately 34.5% of the population. Youth are increasingly convinced that speaking out is unsafe and the participation doesn't yield any results. Survey data from Afrobarometer 2023 indicate that only 9% of Tanzanian youth believe that the election reflects the will of the people. If democracy doesn't vote for the youth, what future does it hold for the nation? Minister, how will you comment on this? Thank you, Ms. Janista, for your question. Tanzanians have sought reason to vote for the President Samia Suluhu Hassan in the general election later this year, defending for the record of improving democracy in Tanzania. So I defend by saying that President Samia has stepped for Qualify Vision 4R and commitment to build a truly democratic nation which participates in country affairs. Thank you. Thank you, Minister. Thank you, Minister, for a nice answer. And here is my first question to Honorable Mohamed Mchengerwa. Tanzania is now heading to a general election without its most prominent opposition voice on the ballot. So, what does an election mean when the outcome is no longer competitive? Can democracy survive when competition is removed the first vote cast? Thank you for a good question. It is my hope that the election will be free and fair, since 26.7 votes within people have registered for the upcoming Tanzania general election. President Samia Service has sent its own policy, which is moral imperative that call every Tanzanian to action. The 2025 election provides unique opportunity that demonstrate Tanzania democracy. Thank you. Thank you, Minister. Thank you, former host. A key question for Tanzania Minister of Finance leading up to October 2025 general election. The budget reflects the government's commitment to economic development even up to October 2025 general election. Thank you for your question. I would like to take this opportunity to thank for Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. I played with every Tanzania to pray for our health to grant to continue to lead Tanzania with a line of slogan, Kazi Iendelee. The government of the United Republic of Tanzania, we join together, we fight against poverty. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Nice answer, Minister. Let me use this other opportunity to ask the question to the Minister of Tourism. And the question is, when we talk about election in Africa, the international media often paints a lot of negative images. Arrest one part of the country is assumed to be the reality of the whole region. But despite that, all Tanzania has always been the peaceful country. Thank you, Ms. Janista, for giving me this opportunity. In fact, it is often during election years that Tanzania's situation is even greater. The governments of Tanzania will make out their way to make tourists feel safe and welcome. This is a reminder to the world that they are still here to save you, still open, still warm, and still us. The Tanzanian government too know how important tourism is, not just economically but in terms of international image. The government will quietly coordinate with regional authorities and policies to maintain peace. In Tanzania, there is this sense of order. Even during campaign, you will see people discussing, arguing politics and walking away laughing. Without forgetting, mnakaribishwa kuhudhuria na kutembelea national parks zetu ambazo zipo Tanzania, Serengeti National Park, Tarangire, Ngorongoro na sehemu mbalimbali ili kupata historia zaidi. Asante. Thank you, Minister. Thank you, Minister, for tourism. We are all satisfied with your answer. And here is my other question. And here is my other question to the Minister of External Affairs. Regarding the October 2025 general election, could be given the concerns raised about the fairness.
What measures is the government taking to ensure a free and fair electoral processes in October 2025, particularly regarding the participation of all segments of the population and prevention of undue influence or interference? Thank you for this opportunity. We are pleased to see the active engagement of political stakeholders in Tanzania and impressed by the significant reform that Tanzania having an history of having free, fair and peaceful election. And our government is fully prepared towards free, fair and peaceful election, which has considered done in 2015 general election. Citizens will vote to elect councillors, members of parliament and the president. Thank you. Thank you, Minister. Honorable Minister of Home Affairs, what is your comments on the current political trends toward general election from the opposition parties? Oh, thank you for good questions. It's my hope that the election will be fair and fair. The government has declared its commitment to ensure that the election will be conducted peaceful and orderly. Warning, anyone who is attempting to disrupt the process will face a swift action. Thank you. Thank you, Minister. And let me use this last opportunity to ask the question to the Minister of Social Welfare, Honorable Dorothy Gwajima. And the question is, how will the Ministry of Social Welfare ensure that all citizens, including people with disabilities, women, youth, and marginalized communities, have equal access to the electoral process and are able to participate freely without any intimidation? Thank you, Ms. Janista, for this opportunity. The Ministry of Social Welfare will focus on ensuring inclusivity of all citizens during 2025 general election. That includes collaborating with National Electoral Commission to address barriers faced by marginalized communities, such as disabilities, women, youth. We shall conduct voters' education to those groups and promoting participation through various media channels. Thank you. Thank you, Minister. And here is my last question to the Minister for Communication, Honorable Jelly Sila. What are the government measures on raising awareness among citizens to a general election? Thank you, Ms. Juliet. Congratulations, you're doing a good way. The media sector has to play a key role on educating the citizen on participating in election, especially in this world where misinformation and hate speeches are on rise. Thank you. Thank you, Minister. Thank you, Ms. Juliet. My last question for Tanzania Minister of Health. Giving up to October 25 general election, what are the strategies the ministry sets to address the identified challenge of health, particularly in the light of upcoming general election? Tunayemsikia sasa huyo ni mtoto wa Dr. Malunde. Naye akasema hapana, lazima ning'ang'anie kinyang'anyiro cha waziri wa afya. Lazima niseme kwa sababu nimezaliwa kwenye chimbuko la afya. Hebu tumsikie anajibu swali lake. Thank you, Ms. Nadia, for this opportunity. In our sector, President Suluhu Hassan constructed 385 health centers and raising the total number of the hospitals in our country, and she was honored by the Global Keepers Award, and her outstanding leadership has been able to promote a good health. Thank you. Thank you, Minister. So our ministers, let us join our reporters directly from Mwanza, Shinyanga and Dar es Salaam, having a talk with citizens. And now let us hear our reporter Miss Irene directly from Mwanza, having a talk with citizens. Thank you, Miss Nadia, for this opportunity. Excuse me, madam. What is your name? My name is Emiliana Imani. My name is Irina Svedena from ITV. I am here to ask you a question at the next general election of 2025. As we are in the October general election of 2025, what do you say about the change in general expectation that politics is a dirty game? Thank you for a good question. I argue my foreign Tanzania to reject this nation and instead to participate in this
they can be involved in struggling before that prioritize their interest. So, my call is voting is everyone's right. Let us prepare ourselves for election. Thank you. Thank you. Have a nice day. I hope you all had our opinions. I turn back to Ms. Nadia and the studio to continue the discussion. Thank you. Pia kuna eneo jingine katika uongeaji wa Kiingereza, a best speaker in English Pre-1 kwa wanaume ni Dennis Joseph Peter. Kwa wasichana akifuatiwa ni Celine Charles Peter. Eneo jingine ni katika uongozi leadership. Kwa upande wa wavulana ni Daniel Marco Gerard. Na kwa wasichana ni Glory Gidadi Gisuta. Eneo la mwisho kwa Pre-1 Blue ni eneo la taaluma. Mwanafunzi aliyefanya vizuri kwa muda wote ni Gabriel Nzinyangwa Mkiramweni. Kwa upande wa wasichana ni Florentina Moses Jafet. Ayubu unapiga? Eneo la nizamu tunaye James Severini Somba. Kwa wasichana ni Opgiven Lobius Bagoka. Kwenye eneo la usafi Pre-1 Green tunaye Liam Omari Lajabu. Akifuatiwa na Karen William Mikidadi. Eneo jingine ni sports and game. Kwa wavulana ni Elishama Mesha Kibukuku. Akifuatiwa na Lorena Emmanuel Komanya. Anaingia. Mpige wa nyuma wewe. Yule binti wa nyuma yule sawa. Komani. Best English speaker of all the time. Jeremia Benjamin Komanya. Huyo Komanya huyo. Akifuatiwa na Juliet William Machunda. Eneo jingine ni katika uongozi. Upande wa wavulana ni Zion Kaneja Ibrahim. Akifuatiwa na Grace Gidadi Gisuta. Eneo la mwisho ni katika taaluma. Wavulana ipo Elmanus Eli Flimini. Akifuatiwa na Janice Ibrahim Twaibu. Wanaofuata sasa ni kutoka darasa la 7 vyeti maalum. Hapa tunayo makundi mawili, kuna vyeti vya vitengo pamoja na vya masomo. Tukianza na vyeti vya masomo, kwa upande wa somo la Kiingereza fuatiwa na somo la Kiswahili Emmanuel John Mnuo.
Somo la uraia na maadili, Neema Michael Kurwa. Katika somo la Social Studies and Vocation Skills, yupo Zakia Asmani Ramadhan. Somo la Science and Technology, Jonas Enoch Yasel. Na katika somo la hesabu yupo Juliet Henry Mapalala. Wafuatao sasa ni kutoka katika maeneo mbalimbali. Tunaye mwanafunzi aliyefanya vizuri katika nizamu kwa darasa la saba. Kwa darasa la saba ni Titus Daniel Mono. Na kwa upande wa wasichana kwenye nizamu ni Pislav Matthew Wow. Pia katika usafi tunaye Damian Dismas. Na kwa upande wa wasichana yupo Emiliana Emmanuel Magesa. Katika michezo yupo Leonard Emmanuel Masanja. Na kwa wasichana yupo Susanna Peter Alex. Ndao Pliwani, mjiandae kwa vyeti vya pamoja. Walimu mtasaidia katika hilo. Kwenye uongozi tunaye Masudi Makaji. Na kwa upande wa wasichana ni Juliet Henry Mapalala. The best English speaker of all the time is Standard 7, Elvin Cornelius Ludoviki. Kwa upande wa wasichana, Jenista Boniface Wasila. Eneo la mwisho ni eneo la taaluma. Mwanafunzi aliyefanya vizuri ni Jonas Enoch Aseri kwa upande wa wavulana. Na kwa upande wa wasichana ni Juliet Henry Mapalala. Walimu wa watoto wa Priwani, naomba twende sasa tuwapange watoto pale kwa ajili ya kupokea vyeti. Watoto wote, vyeti vya jumla, watoto wote tuwapange hapo ili waweze kuja kwa utaratibu mzuri. Amua. Amua. Panda uone picha, akaanza kupanda mtoto uone kwa kimo chao. Wa kwanza ni Abdalla Isa Abdalla. Upande hapa nilipokuwa. Hapa napata. Hapo hapo. Patiwa na Adili Gabriel Gwau. Adili Gabriel Gwau. Unapiga huko. Adriani Mosco Matunduru ajiandae. Panda.
Adriani Mosco. Akifuatiwa na Amos Daniel Kazungu. Arif Rajabu Ali ajiandae. Akifuatiwa na Augustine William Kisakwa. Ayubu Ali Ayubu. Akifuatiwa na Blyson Makolo Machum. Anayefuata ni Charles Peter Mabinda. Daniel Frankie Jonga. Daniel Malko Jeladi ajiandae. Akifuatiwa na Davis Daudi Charles. Dennis Joseph Peter. Elishama Mesha Kibukuku. Kuna kamera huko nazuia. Gongo. Hapa. Esa Emmanuel Mbonika. Isan Gabriel Magesa. Isan Gilead Mosha. Gabriel Nzinyangwa. Goodrak Josh Omoru. Gleison Peter George. Gian Emmanuel Utou. Elmanus Henry Flimini. Idrak Daniel Mwakibasi. Innocent Ibrahim Joseph. James Severini Somba. Jafet Shokanya Kibishi. Jeremia Benjamin Komanya. Jonathan Ignas Kanamugile. Giovanni Kimambo Ibrahim. Tusikilize tangazo kidogo. Wazazi, tunaomba msiondoke na watoto. Kunayo picha ya pamoja na mgeni rasmi. Naomba msiondoke na watoto, bado wanatakiwa kurudi kwenye viti. Naomba watoto wote waweze kurudi kwenye viti. Baada ya picha wataruhusiwa kuja huko kwenu.
Flavian Daudi Bujiba. Flavian. Akifuatiwa na Liam Omar Rajabu. Anayefuata ni Messi Joseph Musa. Anayefuata ni Meshak Eric Daudi. Mustafa Mohamed Dakaba. Nasir Saif Nasibu. Peter Kuba John. Prosper Ayubu Mwanyamba. Prudence Privatus Bururu. Akifuatiwa na Sam Liwadi Mari. Rafael Leremi Magambo. Ryan Jordan Kalimas. Samuel Edison Samuel. Tariq Laurent Chamisi. Zion Kaneja Ibrahim. Anafuata sasa ni wasichana Abigail Johnson Jason. Aris Faraja Mwakalebela. Beatrice Msami Robert. Abigail Johnson Jason. Aris Faraja Mwakalebela. Afate Abigail Alice. Beatrice Pasco. Akifuatiwa na Blessing Benson Mulilo. Anayefuata ni Briana Gabriel Bundala. Sogea kidogo hii na rekodi. Blieri Joseph Yohana. Karen William Mikdadi. Napata shati lako huko. Catherine Wema Sebastian ajiandae.
Serene Charles Peter, Dines Dawson Felixian, Edina Michael Sobi, Edina Michael Sobi, ajiandae Elina Andrea Rugina, yule anayekuja Elina Andrea, pakiwa na Elina Cornelius Ludoviki, Elvina Sajigwa Eliudi, Esther Elasto Chubwa ajiandae. Kapige na haka. Esther Sabato William, angalia huku. Esther Shauli Katito ajiandae. Flaviani Daudi Bujiba, Florentina Moses Jafet, Florencia Clement Masaru, pakiwa na Genevieve Ponsiani Maria, Gladness Abel Kisulila, Glory Daniel Mbwambo, Glory Gidadi Gisuta Afate, Bless Gidadi Gisuta, Elena Saidi Mohamed, Given Lobius Bagoka, Irene John Daniel, Iris Leonard Kisamo, Janet Eligidius Lugazia, Janice Ibrahim Twaibu, Juliana Gabriel Mboje, wakati wala saba mjiandae kule.
Juliet William Machunda, Lorena Emmanuel Komanya, Patiwa na Loveness Ibrahim Musa, Maureen Alphonse Tundagi, Nuras Musa Rashidi, Nolini Cosmas Charles, Audrey Emmanuel Samuel, Princess Andrea ajiandae. Audrey Emmanuel Samuel, Princess Andrea Patrick, Treasures Simon Christopher, Pendo Joash Majaliwa, akipatiwa na Victoria Japhet Masonga, Adam Joel Makonge, Alan Erasmus Mtashobia, Amos Hamisi Po, kale kabili tunakakumbuka. Pita hivi. Huku. Baraka Jonas, Lighton Onesimo, Damian Dismas, Elias Emmanuel, Elisha Charles, Elvin Cornelius, Emmanuel Johnny Munu, Ezra Eblania, God living good luck,
Hassan Ramadhani Waziri. Hassan Rashidi Hassan. Ikona David Masanja. Jason Simon Pius. Jerison Eric Julius. Jonas Enoch Asel. Jonathan Joseph Maige. Jonathan Kisunda Mwita. Joseph Feliki Gaudi. Naomba nitoe tangazo kidogo, wazazi turudi nyuma kidogo, tunabana nafasi hapo. Turudi nyuma. Lakini pia niwakumbushe msiondoke na watoto, kwa sababu watoto wanatakiwa kupata picha ya kumbukumbu pamoja na mgeni rasmi. Leonard Emmanuel Masanja. Leonard Mlekwa Mtingwa. Lucas Isaya Malongo. Laki Laimu. Masudi Makaji. Max Lucas. Rafael Leonard Wilson. Lian Martin Magoko. Titus Daniel Mono. MC Angela Prosper Malik. Wazazi tunazidi kusogea na bado kidogo tutafika kwenye meza kuu. Naomba turudi nyuma wazazi. Turudi nyuma hapo tulipo. Tutafika hadi kwenye meza ya mgeni rasmi sasa. Kalen Charles. Kalen David Deus. Ngoja na mimi wewe MC. Kalen Prosper Kitama. Caroline Gilead. Lala Wito. Devota Daniel Gaudens. Dorcas David Mbani. Dorcas Ernest Charles. Edita Johannes Julius. Elizabeth Anthony Masonda. Elizabeth Josephat Mwanli. Elizabeth Msami Robert. Emiliana Emmanuel Magesa. Esther Deogratias. Esther Kelvin.
Happiness Lega, James. Asfaf Bakali. Holiness Ibrahim. Irene David. Irene Albert Shija. Jennifer Boniface Wasila. Jenista Boniface Wasila. Josephine David James. Juliet Henry Mapalala. Kezia Frederick Malunde. Ailat Mohamed Dadi. Hey, bado ukae huku. Upambie huku nyuma. Nelly Isaac Shedrack. Aonekane. Walimu wa Priwani, naomba muandae watoto kwa ajili ya picha. Walimu wa Priwani, naomba muandae watoto kwa ajili ya picha. Nadia Abubakari Mwingereza. Nancy Goodrak Michael. Neema Michael Kurwa. Mislav Messiu. Salamalia Justine. Susanna Peter Alex. Tukiwa na Venusta Venantius Nondo. Winifrida Benedicto Michael. Na mwisho ni Zakia Asmani Ramadhani. Hao ndo mwisho wa zoezi la utoaji wa vyeti. Hallelujah. Umbali nimefika, si kwa nguvu zangu, si uwezo wangu, Bwana amefanya. Hapa nasimama, si kwa nguvu zangu, si uwezo wangu, Bwana amefanya. Umbali nimefika, si kwa nguvu zangu,